Jina la Bwana libarikiwe wapendwa. Tunashukuru tena kukutanana jioni ya leo ili tuzungumuzie pamoja maneno ya Mungu yanayohusu Pasaka. Na mbele tuseme mambo yote, tuombe Mungu. Bwana Yesu, tunakushukuru. Tunasema asante maana uko Mungu wetu. Kwa muda huu tunataka kulibashiri neno lako. Tunaomba amani yako kuonekana kwa ajili yetu. Mkono wako upate kutujilia na nguvu zako zitende kazi. Baba, utubariki na wote watakao tusikiliza wabarikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Tunafungua Biblia zetu. Tusome katika Injili ya Yesu Kristo kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 26 na vesi ya 26. Biblia inasema, walipokuwa wakila, Yesu akatoa mkate, akaubariki, akaumega, akawapa wanafunzi akisema, twaeni mule, huu ni mwili wangu. Akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ni damu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini ninawaambia ninyi, sitakunywa matunda ya mzabibu tangu sasa hata siku ile nitakapokunywa mapya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Na wakati walipokwisha kuimba, wakotoka nje kwenda mlima Mizeituni. Amen. Yesu anasema kwamba anatamani kuila Pasaka pamoja na wanafunzi wake kabla ya kuteswa kwake. Na anamwambia Petro na Yohana waende waandae Pasaka, nafasi ambayo atakayoikula pamoja na wanafunzi wake. Na wanafunzi wawili walifanya kama Yesu alivyowaambia, wakaenda sawasawa na mpango Yesu aliyowapa, ya kwamba watamkuta mtu ana mtungi kwa kichwa chake, mtungi wa maji. Huyo mtu wamfuate mahali ataingia, wafike nafasi hiyo. Haleluya! Watakapofika watamwambia mwenye nyumba, kiwapi chumba cha wageni, tupate kuandaa Pasaka pamoja na Yesu Kristo. Na huyo mtu wa kusitasita, kwa sababu ilikuwa mpango wa Mungu, mateso ya Yesu yako yanaandaliwa polepole. Sasa inabidi amalize kwanza Pasaka yake pamoja na mitume wake. Wakapanda kwa chumba cha juu, na walipopanda, tulisema juzi ya kwamba alifanya kazi ya kuwaosha miguu wanafunzi wake, akafanya kazi ya kuwaambia namna atakavyoteswa na namna atakavyofufuliwa na kuwatangulia kwenda Galilaya. Tena anawaambia habari za Roho Mtakatifu. Na jana tulizungumuza mambo 7 yatakayokufanya kuandaa Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Tulisema neno la 5, kutubu dhambi zako. Neno la 6, upate kubatizwa katika maji mengi. Unapobatizwa utapata ondoleo la dhambi zako, na kisha utapata kipawa cha Roho Mtakatifu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na neno la 7, lazima uishi utakaso. Mwandishi wa Yohana, barua yake ya kwanza sura 3 vesi ya 2 na hadi vesi ya 3, Biblia inasema, wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado namna tutakavyokuwa, lakini twafahamu ya kwamba wakati Yesu atakuja tutafanana naye, na kila mwenye matumaini anajitakasa kila mara. Unapojitakasa mara moja unamuona Bwana. Leo tunazungumuza namna Yesu sasa anakula Pasaka pamoja na wanafunzi wake. Ukisoma Mathayo sura 26 na vesi ya 19, Biblia inasema, wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyowaagiza, wakaandaa Pasaka.
Kisha kuandaa Pasaka, waliandaa nafasi ambayo Yesu aliweza kuwaambia. Na walipoketi chakulani pamoja na wanafunzi, Yesu alitoa vitu viwili tu. Tulisema kwa agano la kale, kwa Pasaka ya Wayahudi kulihitajika kwamba kuwe mkate usiotiwa chachu, kuonekane pia mwana kondoo atakayechinjwa, pia kuonekane mboga mchungu, ili wale Pasaka ambayo Mungu aliweza kuwaamuru waweze kuifanya. Lakini kwa Pasaka ya Yesu Kristo hakutahitajika mwana kondoo, kwa sababu Yesu Kristo ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye atakuja na kuchukua dhambi za ulimwengu. Na kwa Pasaka hii ya Yesu Kristo kunahitajika vitu viwili tu. Kunahitajika mkate usiotiwa chachu pamoja na divai ambayo ilikuwa ndani ya kikombe alichokichukua ili kuwapa wanafunzi wake. Anawaambia, nyweni nyote, haleluya, ndani ya hiki, kwa maana ni damu ya agano imwangukayo kwa wengi kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana tubariki sana.